أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqa Allahu al-Aliyyul Azim. Ndugu zangu, katika mazungumzo ya leo tutazungumza urongo na utapeli na khiana ya masalafi kuhusiana na mashia. Moja katika jambo walilokuwa nalo ndugu zetu hawa, kama tulivyozungumza kwamba tukiachia kwamba wanaeneza fitna baina ya Waislamu na kuwatoa katika Uislamu na katika sunna wote, isipokuwa wao ndio wenye sunna, yani wao ndio watu ambao wameshikamana haji sahihi kwa mujibu wa maneno yao. Wale wengine wote wasiokuwa wao wakawatia dosari, ikafika kiwango mpaka wao wenyewe sasa wenyewe kwa wenyewe wakaanza kubaguana, kuitana mahizbi, kuitana kadha kadha. Sasa yupo shekhe mmoja ambaye huyu maal asaf, ambaye amesimama kwenye jukwaa au katika mimbari ya Waislamu, anazungumza kwa niaba ya Waislamu na anazungumza kama shekhe. Anasema kwamba mashia katika zile arkanu au katika zile arkanul Islam, nguzo za Kiislamu, hawana shahada. Amezungumza hayo maneno, tutaiweka hapa mtasikiliza. Amesema mashia hawana shahada, akataja kwamba wao wana swala, wana zaka, wana saumu, wana haji na wana wilaya, kwa hiyo shahada hawana. Haya ni jambo la maajabu kwa kweli, ni jambo ambalo linastaajabisha. Hajui kwamba atakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kwa kila analolizungumza yeye. Wakati unazungumza hilo kuwaambia waumini, manake ni kwamba ushafanya utafiti, ushaingia katika vitabu vyao vyote, ukakuta kwamba hili jambo si kweli, halipo, hawana shahada. Sasa nisiwe mzungumzaji sana, tutarudi kuyachambua haya. Niwawekee hii klipu ambayo ina dakika kadhaa, muisikilize vizuri, kisha mimi nikija nitakuja kuzungumza na nyinyi kuhusiana na haya yanayozungumzwa, lakini ndio mtajua hawa masalafi wameletwa hapa katika hii dunia kwa niaba gani. Sikilizeni hii klipu ambayo nawaletea sasa hivi. Fa arkanul islami inda sunna khamsatun, nguzo za Uislamu kwa watu wa sunna ni tano: ash-shahadatani was-salah waz-zakah was-sawm wal-hajj. Nguzo za Uislamu katika watu wa sunna ni tano: shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammada rasulullah, na ibada ya salah, wasia wa mwisho mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na kutoa zaka na kufunga Ramadhan na kutekeleza ibada ya haji.
Hizi ndio nguzo tano za Uislamu katika watu wa sunna. Wa inda Rafidha al-Imamiyya al-Ithnaashariya al-Ja'fariyya al-Rafidha khamsatun biikhtilafi ruknin wahidin. Na nguzo za Uislamu kwa Mashia al-Imamiyya al-Ithnaashariya al-Ja'fariyya al-Rafidha, nguzo za Uislamu kwao pia ni tano, lakini wameangusha nguzo moja ambayo kwamba kwetu ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Nguzo ya kwanza kwa Mashia ni sala. Nguzo ya pili kwa Mashia ni zaka. Nguzo ya tatu kwa Mashia ni sawa. Nguzo ya nne kwa Mashia ni haji, na nguzo ya tano kwa Mashia ni alwilaya, uongozi. Wakikusudia uongozi wa maimamu wao, wameangusha shahada mbili katika nguzo zao za Uislamu. Hakuna shahadatu an la ilaha illa Allah, na kwa ajili wamekosa shahadatu an la ilaha illa Allah, ndio maana wakaogelea katika mlango wa shirki. Hakuna shahadatu anna Muhammada Rasulullah, kwa sababu wamekosa shahadatu Muhammad Rasulullah, wakaingia katika bid'at na mukhalafat kwa sababu hawajamjua Mtume sallallahu alaihi wasallama. Tumeanza kutofautiana na Mashia katika nguzo ya Uislamu. Ole wao wenye wanasema tofauti yetu na wao ni katika mambo madogo madogo. Nguzo za Uislamu ni katika mambo ambayo kwamba ni mambo ya msingi katika dini yetu, ni katika mambo ambayo kwamba anafunzwa mtoto mdogo toka anainukia. Arkanul Islami khamsa, nguzo za Uislamu ni tano. Haya si katika mambo madogo. Kisha nguzo walioiangusha ni shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammada Rasulullah. Naam, bila shaka ndugu zangu, umesikiliza mazungumzo ya shekhe wetu ambaye yeye amegusia sana kwamba wao na Mashia au Waislamu na Mashia wametofautiana katika nguzo za Kiislamu, kwamba wao Waislamu wengine wote wana nguzo tano, wamefikiana hilo, lakini Mashia nao wana nguzo tano, lakini kuna tofauti katika hilo. Akazitaja zile ambazo ni maarufu, bunia al-Islam ala khamsi: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salah au iqamu as-salah wa ita'u az-zakah wa sawmu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila, riwaya maarufu. Na akazitaja za Kishia kwamba Mashia wameanza na as-sala, shahada hakuna, na az-zaka, na saum, na al-hajj, na al-wilaya. Kwa hiyo akasema kwenye shahada wao hawana. Sasa mimi nachotaka kumwambia shekhe wangu, usiwe mvivu wa kusoma vitabu. Ili ni kitu muhimu sana, usiwe mvivu wa kusoma vitabu, lakini pia usiwe mkusudi wa kupotosha. Katika vitabu vyetu sisi, ili mtu atoe fatwa kwamba hili jambo kadha au kadha, inabidi kwanza huwe umefikia daraja fulani la kufanya bahthi ya kutoa ile fatwa ya kitu fulani. Yani sio unakwenda kwenye kudukua kwenye riwaya fulani tu, unadukua, unachukua kipande, unafanyaje, kisha unatutulia hukumu kwamba hii ndiyo imani ya Mashia au ndiyo ibada ya Mashia au kadha kwa Mashia. Mambo hayaendi hivyo. Kama huko kwenu ndivyo mnavyofanya, sisi kwetu hatuna jambo hilo.
Sisi mpaka mtu akafikia daraja la ijtihad akawa anatoa fatwa, huwa anafanya bahthi ya vile vitabu vyote, milango yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza kukuta riwaya hapa kwenye mlango fulani, lakini riwaya hii ikaunganishwa na riwaya nyingine katika mlango mwingine. Hiyo ni kanuni. Sasa ikiwa wewe na kawaida umechukua mlango mmoja ukasoma, basi na kwenda sehemu nyingine, basi na kuangalia sehemu nyingine, kisha ukatoa hukumu, maana yake wewe umedhulumu watu, umedhulumu elimu. Kwa hiyo unatakiwa kwanza, kabla ya kuzungumza, hakikisha, je, ni kweli hili jambo nilozungumza kwamba hawana shahada katika zile nguzo tano, hawana shahada? Na je, umezisoma riwaya zote? Sasa mimi nataka kumjibu shekhe wangu huyu kwamba hivyo ulivyodhania au hivyo ulivyotangazia watu, inabidi urudi tena ukawaambie kwamba bwana, yupo kijana mmoja wa Kishia amenikumbusha, kwa sababu mimi kazi yangu ni kukumbusha. Amenikumbusha kumbe zipo riwaya ambazo mimi sikuziona, ambazo zazungumza nguzo tano kama hizi ambazo tumezitaja sisi. Zipo. Wajua Uislamu una majengo mengi sana, tukachia hizi nguzo tano ambazo tumezizoea, lakini utakuta kuna riwaya nyingine zimezungumza mpaka jihadi ipo, mpaka amru bil ma'ruf, yani zile nguzo mpaka imeingizwa. Sasa lazima ufahamu kwamba unapozungumzia wewe unazungumzia kwa niaba ipi, kwa sababu kuna riwaya ndani ya Mashia wewe unasema tano, ndani ya Mashia zimekuja kwa ashara sahami, yani imekuja yani kwa njia 10, yani mafungu 10, yani Uislamu umejengwa kwa mafungu 10. Sasa ukija ukituambia na Mashia na wao pia sio nguzo tano, ni nguzo 10, utakuja elewa riwaya za Kishia zilivyo. Na huu ndio ufahamu ulivyo wa kisalafi, kwamba wao wanachukua mambo vile vile ilivyo, yani yale mambo yakija vile vile wao wanachukua vile vile, bila kutafakari, bila kuweka madhumuni makusudio, hapa ni nini, hapa imamu alikuwa akizungumza hivi, hapa mtume alikuwa akizungumza hivi, alikuwa anakusudia nini. Haya yote ni elimu ambayo utakiwa uwe nayo, yani si mujarradi kwa sababu unajua lugha ya Kiarabu ukaenda kuyachukua yale maneno ya kwa lugha ya Kiarabu ukawaletea watu na ukatafsiria kwamba angalia watu fulani wako hivi. Utakosea sana, yani kielimu utakuwa umefanya dhulma sana. Sasa shekhi wangu nitakusomea riwaya kama 4 hivi, kama sio 5 nitakusomea, kwa sababu wewe umetaja riwaya moja ile ambayo ingawa hujasoma matini yake, wewe umesoma tu yani hujasoma vile ilivyo. Sasa mimi sitaki kuingia kuielezea ile uliyosoma wewe, kwa sababu wewe ulikuja kukiri na kuambia watu hakuna nguzo tano kwa Mashia. Sasa mimi nakusomea hapa kwenye vitabu vya Kishia ili kukuonesha kwamba hayo mambo yapo, hizo nguzo zipo. Sikiliza riwaya ya kwanza ambayo inapatikana katika Wasailu Shia. Kitabu hiki ni cha Al-Hurr al-Amili katika Wasailu Shia. Riwaya imepokelewa kutoka kwa Al-Imamu Ridha. Al-Imamu Ridha naye anapokea an abaihi, kwenda kwa mababa zake. Tukizungumzia sanadi, ukisikia an abaihi manake ni kutoka kwa imamu kwenda kwa imamu, kwa imamu, kwa imamu mpaka kufikia kwa mtume, inakuwa hivyo. Sasa anasema ani rasulillah, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume amepokelewa kwake, anasema buniya al-islamu ala 5, Uislamu umejengwa na mambo 5. Ala 5 hapa hakuja arkan, mitoja ala 5. Ala 5 khiswali, katika mambo 5. Ala shahadataini, jambo la kwanza ni shahada 2. Umesikia ndugu yangu Kisha
Akasema walqarinataini, na karina mbili. Qila lahu, pakaulizwa qila lahu amma shahadatani faqad arafnahuma fama alqarinatani, shahada mbili sisi tumeshazijua. Hizo shahada mbili twazijua ni maarufu manake. Sasa hizo karina mbili ni zipi? Qala, akasema Imamu, as-sala waz-zaka, ni swala na zaka, ndio vitu ambavyo ni karina ambavyo vina ukaribu viwili. Manake hivi swala mbili na zaka ni vitu ambavyo ni qarinataini, kwa maana kwamba hizi mbili zinakuwa pamoja. Ukisoma kwenye Qur'ani inapotajwa swala, basi utakuja kuna zaka. Simamisheni swala, toeni zaka, ndio kaitwa qarinataini. Fa innahu la taqbalu ihdahuma illa bil ukhra, kwa sababu haikubaliki kimoja pasi ya chingine. Wasiyamu, kisha kataja na siyamu katika hayo mambo matano. Wa hajjil bait, kisha na kwenda kuhiji albayt, man istata'a ilayhi sabila, na yule kwenda kuhiji katika nyumba kwa yule anayeweza kwenda njia hiyo. Wa khatama dhalika bil wilaya, na kamilisha jambo hilo na wilaya. Sasa kwa hiyo umeiona hii riwaya ambayo tunaisoma sisi hapa imeelezea nini? Mambo matano, ikiwemo shahada mbili, ikiwemo swala, ikiwemo zaka. Hiyo ni ya kwanza. Riwaya ya pili, kutoka riwaya ya pili katika wasailu Shia hiyo, an Abi Jaafar, kutoka kwa Abu Jaafar alayhi salam, qala, anasema bunya alislamu ala khamsin, Uislamu umejengwa kwa mambo, Uislamu umejengwa kwa mambo matano. Mambo matano hayo ni yapi? Mambo matano hayo yakatajwa kwamba ni zile shahada. Akataja hapa, akasema katika hayo mambo matano, bunya al-islamu ala khamsi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sasa sijui ndugu yangu shekhe, hujaziona hizi mpaka unasimama mbele ya jukwaa la watu na kuambia haya maneno? Hujaziona hizi riwaya? Wa iqamati as-salat, kisha wa itai zaka, na kutoa zaka, wa hijji albayt, wa siyami shahri Ramadhan. Haya yote yameelezewa. Sasa urudi kwa waumini ukawaambie haya mambo yapo, kumbe nenda kwa waumini wako waambie hivyo. Hiyo ndio ya ngapi? Ya pili. Ya tatu katika wasailu Shia hiyo, an Abi Jaafar, kutoka kwa Abu Jaafar, an abaihi, kutoka kwa baba zake, qala, anasema qala Rasulullah, amesema Mtume Mwenyezi Mungu. Yani Abu Jaafar amepokea kwa baba zake. Abu Jaafar, na kusema Abu Jaafar ni Muhammadul Baqir, ni katika imamu watano. Yeye anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume, bunya al-islamu ala asharati asahami, Uislamu umejengwa na sahami, mafungu 10, mafungu 10. Kwanza kataja ala shahadati an la ilaha illa Allah wa hiya al-milla. Kwanza akaanza na shahada ya Mwenyezi Mungu na ambayo al-milla, yani Uislamu huwezi kutoa ni Muislamu mpaka utamke hizi shahada. Waswala, na swala, akaenda mpaka wazaka, mpaka mwisho huko. Kwa hiyo kwa kuwa huyu ndugu yetu ametaka shahada, tumuonyesha shahada kwa mujibu wetu sisi kwamba zipo riwaya za shahada katika hizo nguzo tano. Hiyo ni katika kitabu wasailu Shia cha al-Hurr al-Amili. Tuende katika Mustadrak al-Wasail
Mustadrak al-Wasail naye cha Al-Hajj, huyu ni mwanachuoni wa Kishia, ni Al-Hajj Mirza Hussein An-Nuri At-Tabarasi. Mwanachuoni huyu naye pia ameweka riwaya ambayo tunaisoma hapa, inasema hivi katika kitabu chake Al-Fadhail, kutoka riwaya yake imekwenda mpaka Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala, Abi Sa'id Al-Khudri anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume amesema nini? Buniya al-islamu ala shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatu as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi shahr Ramadan wal hajj ila al-bayt wal jihad wa wilayati Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Mmeona maneno? Sasa ikiwa nyinyi hamna wilaya ya Ali ibn Abi Talib, kwa hiyo msigeuze mkasema Mashia hawana shahada. Kwa hiyo kwanza mpaka kufika hapa tushakuonyesha yale madhaifu yako uliyotuonyeshea kwamba hawana shahada Mashia, tumekuonyesha zile riwaya. Bila shaka mpaka hapo utakuwa umetosheka kwa hizo riwaya tu. Sasa tuje katika maelezo sasa. Hivi jamani, nyinyi masalafi, hivi mnawafanya watu wanaowasikiliza nyinyi hawana akili? Hivi unapomwambia kwamba Shia ana shahada, hana shahada katika zile nguzo za 5, hana shahada yeye, lakini wakati huo huo mkaja mkawaambia Mashia wana shahada 3, huku mnawaambia hawana shahada, lakini wakati huo huo mnakuja mnawahubiria watu na hawa Mashia wana shahada 3. Sasa tushike lipi sisi? Mashia wana shahada, Mashia wana shahada 3 au Mashia hawana shahada kabisa katika nguzo zao? Tushike lipi? Hebu nendeni mkakae nyinyi kama masalafi, nendeni mkakae mpate jibu moja mtakalonyenyuka nalo kuambia waumini wenu, ili waumini wenu wakitoka pale, ili wakienda kupambana na Mashia wapambanane kwa unwani moja kwamba nyinyi Mashia imma mna shahada 3 au nyinyi Mashia hamna shahada, wawe na msimamo mmoja. Kwa sababu leo nyinyi mnapowaambia kwamba Mashia hawana shahada, lakini mnajisahau kwamba nyinyi ndio mnawaambia Mashia wana shahada 3. Sasa watu washike lipi? Hawana au wana shahada 3? Lakini yani mpaka zama hizi nataka kuwadanganya watu, zama hizi za sayansi na teknolojia, zama za mitandao za utandawazi, mnataka kuwadanganya watu kwa kutumia ndimi zenu, kwa kutumia vinywa vyenu kuwadanganya watu. Yani mpaka leo mnataka kuwadanganya watu kwamba Mashia hawana shahada, wakati nyinyi ndio wale ambao mnatuambia wakiadhini Mashia wanatoa shahada 3 kwenye adhan. Una shahada ya Ali. Si ndio nyinyi mnaotuhoji katika maswali kama hayo na mnaotuuliza, mbona leo mnatuambia Mashia hawana katika nguzo zao 5 hakuna shahada? Kwa hiyo hii wametoa wapi? Lakini Mashia wakiswali katika tashahudi sio wanatamka shahada katika tashahudi? Nyinyi mnaoambiwa hivyo hamkai mkafikiria? Yani hawa masalafi ni kama vile mnavyomwona Trump, vile anavyoropokwa, ndio hawa masalafi. Yani leo atakuja na hili na kesho anakuja na jengine. Hao ndio masalafi walivyo. Mlituambia Mashia wana shahada 3, shahada 3 ni wimbo ambao mmeuimba. Ulivyoona wimbo huu sasa umechokwa, ndipo hakuna wimbo mwingine, mkaja na agenda nyingine kwamba hawa Mashia katika nguzo zao 5 hawana shahada.
kwa sababu ya upofu wako wa elimu ukaona kwamba huna shahada. Sasa utakuwa tayari leo kwenda kwa waumini wako, kusimama mbele za waumini wako ukawaambia, jamani, naomba samahani, nilizungumza siku hiyo kwamba hawana shahada. Kuna kijana mmoja wa Kishia amenisomea shahada hizo kwenye vitabu vyao. Kwa sababu hayo uliyazungumza wewe, manake uliyazungumza kwenye vitabu vya Kishia, na sisi tumetumia vitabu vya Kishia hivyo hivyo kukuthibitishia tunazo shahada, kama lengo ni hizo riwaya. Kwa nini mnakuwa kawaida yenu ni kuja kuchochea Waislamu tu? Kwa nini mnakuwa hivyo yani? Yaani mkiona watu wametulia tu, nyinyi kazi yenu, na hususan haya mambo yote yamekuja sasa hivi, haya mambo yamekuja baada ya hivi vita. Yaani baada ya hivi vita vya Irani na Amerika na Waisraeli ndio akaja yote. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema mimi nayazungumza haya mambo lillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na nazungumza haya mambo kwa sababu na mimi naunga mkono ndugu zangu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, kwa sababu hawa masalafi wanapambana na wanaungana na Amerika na Waisraeli na Mayahudi ili kuwagawa Waislamu, ili kuchochea. Sasa mimi naunga mkono Jamhuri ya Kiislamu dhidi ya hawa masalafi ambao kazi yao ni kuwagawa Waislamu. Siwezi kufika kule nikajitetea kwa lolote au nikafanya lolote, sipokuwa na mimi naungana nao, kwa sababu hawa wako dhidi ya Iran. Wote masalafi wote wako dhidi ya Iran. Hakuna salafi ambaye atakuja kuambia anaunga mkono Iran. Wote wako dhidi ya Iran, na propaganda nyingi wanazitoa kwamba Mashia ndio waliua Masuni. Leo Masuni ndio hao wanaowatolea fatwa, hao Masuni ambao wanasema wameuliwa huko Iraq, ndio hao wanatolewa fatwa leo kwamba asiozeshwe, ndio hao. Ndugu zangu, wanababaisha watu. Hata nyinyi muumini hata kama ni salafi, wamsikiliza shekhe wako, vingine tia akilini. Yaani unaambiwa kwamba la kuambiwa changanya na la kwako. Sasa hivi ukiambiwa kitu na shekhe, hebu nenda kaangalia. Sasa hivi mitandao imeendelea, nenda kagugu kwamba kweli haya mambo hayapo, hawana hili jambo. Kagugu kaangalie, je, wana mtazamo gani katika hicho lilozungumzwa, wanasema nini, ndio imani yao kweli? Kagugu kaangalie. Yaani usiwe ni mtu wa kutafuniwa tu ukakubali kila kitu. Jaribu na wewe kutumia akili yako. Haya wanaoambiwa Mashia ni kweli? Ndiyo kweli imani yao? Mimi naishia hapo, kwamba na mimi nitoa hii ni sadaka yangu, na nitazidi kutoa sadaka yangu, na mimi kuunga ndugu zangu wa Irani kama ambavyo masalafi wanaunga ndugu zao Mayahudi na Amerika ili kupambana na Mashia, na sisi tunawaunga Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kupambana na masalafi, kwa sababu hao utangaza wazi kwamba wao hawapo pamoja na sisi. Utangaza wazi. Hata sisi pia hatuwalilii kabisa, wala hatuwahitaji wao kama wao. Kwanza wao ndio wameleta mabalaa kabisa katika ulimwengu wao masalafi. Nchi ilikuwa na amani, nchi ilikuwa ina upendo, wao ndio wameleta mabalaa kuingia wao. Wakawa ni wakosoaji wa kila kitu, yani kila kitu kwao wewe ni shirikini, bid'a, wao kila kitu. Ndio walioleta fitina katika ulimwengu huu. Kwa hivyo na sisi tutangaza wazi kama Shia, hatuhitaji masalafi sisi, wala hatuhitaji kwa maana kwamba labda tunawalilia masalafi. Umoja tunaozungumza sisi Mashia, umoja, hatuzungumzi umoja kwa tuhitaji masalafi. Kwanza ulijua hilo. Wewe una ya kwako na mimi ni ya kwangu. Lakini ikifika kiwango cha kumzushia mwenzako jambo ambalo kwamba hana, jambo halijui, tutabidi tusimame tulidafi. Kwa hiyo ndugu zangu, huu ndio ujumbe wangu kwa Sheikh huyu, walhamdulillahi rabbil alamin.